Hello. Mambo vipi? Okay. Jamani, nilikuwa nataka tuongee kitu kidogo muda huu. So hii kama wiki nzima nimekaa na tafakari vitu na nimeona niongee kwa sababu ni kitu ambacho nimekiona sio mara moja, sio mara mbili, na kuwa naumia nikiona. Nataka niongelee wanaume. Yaani wamekuwa ni watu ambao wanapitia vitu vingi sana kwenye maisha. Sasa hawataki kushare, hawataki kuongea, hawataki kusema vitu vyao. Kwa hiyo unakuta mtu anaweka vitu kwenye moyo, mwisho unashangaa mtu kaanguka kafa. Kumbe mtu alikuwa na vitu lakini hawezi kusema. Na kwa nini? Kwa sababu wanaonekana kama ni watu ambao wanatakiwa wavumilie kila kitu. Hawataki kusema, wanatakiwa wakaze. Hapana. Mwisho wa siku ni binadamu, kila mtu ana moyo. Kwa hiyo jamani, kaka zangu, baba zangu, wadogo zangu, watoto wangu, embu najua nyinyi ni wanaume, lakini kama kuna vitu vinakusumbua kwenye moyo, embu jaribu kutafuta mtu ushare naye. Jaribu kutafuta mtu umwelezee, uongee naye. Itakusaidia. Acha kukaza. Acha, sio vizuri kuweka vitu kwenye moyo, sio vizuri. Najua sometimes wanawake wanakuwa wanasababisha wanaume kuwa na matatizo, yani like mtu unakuta na mawazo, mwanamke anamletea stress za kutosha, lakini vile kwa sababu hawezi kuelezea. Yani inaonekana kama wakiongea na wanakuwa kama sio wanaume. Hapana jamani. Na dada zangu, ndugu zangu, wadogo zangu wa kike, mama zangu, embu tuwasaidie hawa watu jamani. Tuwasaidia watu wanapitia vitu vigumu sana. Yaani nimeona baadhi ya vitu siwezi kusema, lakini vimenifanya nijisikie vibaya sana na kugundua kumbe kuna vitu wanapitiaga wanaamua tu kukausha. Sasa vinatesa, vinakaa moyoni, unashangaa ndio huyo mtu katokea barabarani kwa kaanguka kafa kwa sababu ana vitu anaviweka kwenye moyo hawezi kuelezea. Jamani, mtu wafanyia watu kurahisishia maisha yao. Unaweza kukuta kwenye familia baba anajitoa sana, anatafuta kwa ajili ya familia, watoto and all that, lakini anayeonekana ni mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu unakuta wengine mama ndo anakuwa sana na watoto, kwa hiyo mtoto anaona kama mama ndo kila kitu. Au saa nyingine wa mama wengine wanafanya kwa wanaume zao au waume zao waonekane kama hawana maana, kwa sababu unakuta anamjaza mtoto vitu vya ajabu. Kwa hiyo mtoto anakuja anajikuta kama anaona mama peke yake ndo anamsaada kwenye maisha yake. Sio kitu kizuri. Wakati kuna wanaume wengine ni wazuri tu, wanajitahidi, wanapambania familia zao, lakini watoto hawaoni hilo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wababa sio watu wa rahisi wa kuonyesha hisia kwa watoto, hivyo kufanya vitu kama anavyofanya mama, upendo uliopitiliza, yani ule wa kuonyesha. Si kwamba hawapendi, wanapenda kupitiliza sana, lakini hawezi kuonyesha hivyo kwa sababu ni wanaume. Kwa hiyo kuna namna yao ambayo inawafanya waonyeshe mapenzi kwa watoto, lakini unakuta watoto wengine hawaelewi, wanaona tu hivyo, yani kwamba baba unakuta hapo mama kashamjaza vitu. Jamani, sio sawa. Kweli leo lazima niongelee wanaume. Nimejisikia vibaya sana. Hao watu wanapitia vitu vigumu sana. Embu hata kama una mtu karibu, rafiki, mpenzi, baba, nani, ukiona kama yupo sahihi, mjitahidi hata kumdadisi, usikilize chochote akuelezee ili atoe kitu ambacho kiko kwenye moyo wake. Kwa sababu kiukweli hao watu wanapitia vitu vikubwa na vigumu. Ila tu ni vile hawana watu wa kuongea nao, au wanaona kama wakiongea watakuwa wamejishusha. Kwa hiyo mwisho wa siku wanakana vitu, shangaa mtu kajinyonga, na shangaa mtu sikafanya nini, na imeshakuwa kwamba wanawake wanaonewa na wanaume, imeshakuwa kwamba wanawake ndio wanasikilizwa zaidi. Mwanaume hata wakigombana mwanamke ndio atasikilizwa. Kumbe unaweza kukuta mwanaume ndio mwenye ameonewa na yeye ndio ana tatizo, lakini hawezi kupewa hiyo nafasi ya kusikilizwa. Kwa hiyo jamani, naomba sana msipende kuweka vitu kwenye moyo. Jitahidini sana kusema vitu vyenu ili mioyo yenu ipone. Na kama unaona unashindwa zaidi, piga goti, muombe Mungu, mwachie Mungu. Nawapenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you.